aspirants ambao mnatafuta kusimama na chama ya DCP, uongozi wa DCP from party leader to the neck to the neb, admirers wa DCP, leo tuko kwenu. Tunataka tufanye uchambuzi, kwa sababu mambo ambayo iko huku nje about your party is nothing to write home about. Na leo kila mtu analia kwa bili yake because crying is constant. What is that we are hearing you're doing at DCP? Ni nini hiyo mnafanya? And is that the change we are championing for? Mbona mnataka kutoa uongozi wa William Ruto mulete uongozi wa Hitler? Like, what are we doing? Why are we speaking from two sides of our mouths? DCP muko na makosa mbili. Number 1 ni venye mnajaza rali zenu. Ni ukweli tukiona rali zenyu zimejaa kisasawa. What we didn't know is what we have just found out. That mnaambia aspirants wa mobilize watu based on ni kiti gani mtu anatafuta. Kama mtu anatafuta MCA, anafaa awamobilizie 500 people. Mobilization is from transportation, kwenye anaishi mpaka kwa venue, kwenye party leader atakuwa. Na kama kutakuwa na any other movements, like for example Lia mwisho yenye alikuwa kwetu Njoro, ataenda Njoro Posta, aende Njoro Egerton, aende maybe Nakuru Town. Hizo localities zote wewe ndio unafaa ujue. Kama for example you're vying for MP, wewe ndio unafaa ujue venye hao watu wenye una mobilize watafika in all those localities. So that is not a minimum of 500 shillings per person on transport alone. So 500 shillings times 500 people. How much is that? If you want to be considered a serious MCA candidate. Hiyo ndio criteria number 1. Criteria number 2, ni wa brand. Sisi wanakuja tu na mashirts za Sengenge ni ng'ombe. No, they have to be branded. Wakuje na t-shirts za DCP, kofia ya DCP, kama ni hizo banners ama ni placards, whatever it is you want to print for them, lakini wakuje branded. So rally moja enye Rigathi anakuja in your locality, if you want an MCA position, unatayarisha 1,000 karibu 200 just for mobilization, just to ensure that the rallies are packed. Ebu niambie huyo MCA akiingia kazi kesho atakufanyia maendeleo wewe? Atakufanyia maendeleo wewe? Ama ni pesa zake ndio atakuwa anaangalia kurecoup? God forbid if Rigathi is in your locality 3-4 times. You can imagine all that cost ya ku make sure umemmobilizia. For MP is not less than 100, not less than 1,000 people. Ebu niambie 1,000 people umemmobilizia mtu, umewa brand, umewapea transport. Yeye amekuja tu kuambia harambe one time. Ama what manifesto ya DCP ni gani? Nyinyi mmesikia? Have you had manifesto ya DCP nyinyi? Mistake number 2. Party leader anafanya brokerage enye haijaonekana. Conmanship enye inaendelea hapo mtashanga sana. And anybody who elects their governor, their MP, their MCA na party ya DCP, hamtapata maendeleo for 5 years. For the next 5 years, don't expect any maendeleo. Rigathi is sitting down with, kama wewe ni governor aspirant wa Nakuru, kama wewe ni wa Laikipia or wherever, he sits down with you, mnachapa deal. Ukiingia hivi, mimi nataka staff kadhaa uniweke hapo, ma-CECs kadhaa uniweke, pesa fulani zitakuwa zinaingia mahali fulani. You can imagine that kind of discussion. Wewe mwananchi wa kawaida ambaye unaambia wewe kwanza ndio hata una dictate, unaambia anybody who wants to vie in your locality, and especially Mount Kenya. Mumesema mtapiga suti ya DCP. Kama kuna watu wenye watalia 2027 September, October 2028, itakuwa ni nyinyi. Because number 1 mistake Mount Kenya people are doing is kusema hiyo mambo ya mtapiga suti ya DCP. Haya, mumesema anybody mwenye havai na DCP hamtamchagua. So mnafanya hiyo kiti ya DCP inakuwa very expensive.
kwa sababu ndio mtu aipate. You're almost assured that nikisimama na DCP Mount Kenya nitapata hiyo kiti. You're almost assured. So what Rigathi is doing is making it very expensive for you to actually get that ticket. Mtu anatumia pesa zake, pesa zenye hatujua wametoa wapi, na saa hizi sitting MPs, sitting MCAs wenye wanatafuta wenye wanatafuta kutoka chama zao waingie DCP, ujue ni pesa zenyu wanaiba. Hakuna maendeleo yenye mtaona between now and 2027 March, because March ndio nominations zitafanywa. Hakuna maendeleo yenye una expect, cause mimi sitakufanyia maendeleo na wewe ndio umeniambia unataka nisimame na kiti ya DCP. My priority will be kutafuta hiyo kiti ya DCP, which requires me to spend millions of money. So nikishatumia, number 1, umekosa maendeleo between now and 2027, na nikishaingia I will still strive to make sure that nimerecoup pesa zenye nilipoteza. So hiyo mambo ya kusema ati lazima mtu akuje na chama fulani ndio tumchague, let's rethink, kwa sababu sisi ndio tutaumia. Sisi ndio tutaumia. NDCP, nyinyi mnataka mabadiliko ama ni brokerage ndio mnafanya? Cause haieleweki. We need to be very clear. And I can tell you for a fact that mkiendelea hivi DCP, by the time we are approaching the elections, hiyo chama haitakuwa anywhere. Kwa sababu saa hizi the voter ni mtu mwenye amerevuka. Watu wanaelewa hizi mambo. So DCP, kindly change your strategy. Hiyo mambo ya kufanya hii kitu inakuwa very, very transactional is neither here nor there. All we want is a better Kenya. That's all we want. Hizo mambo zingine and all other side shows, it's either you continue with them and lose it. Kwa sababu saa hizi chama ni nyingi. We have so many options. Hamtakuja kutuambia ati ni nyinyi peke yake ndio option. So we have so many options. So watu wa DCP muangalie vizuri, na mwananchi wa kawaida, don't say that mtu asiposimama na chama fulani hamtamchagua. Kwa sababu hiyo sasa ndio kiburi yenye napea party leaders opportunity ya kugandamiza aspirants. Aspirant anatumia pesa mingi, alafu wewe ndio utakuja kulipa hiyo pesa, kwa sababu lazima aibe ndio arudishe pesa zake.